Sasa unakuwa kama rafiki. Na wengi wazazi wengi wanashindwa kuwaweka kwa watoto kwenye njia nzuri kwa sababu huwa wanataka kutumia nguvu. Ndipo pale mtoto unashangaa amekimbia mpaka nyumbani. Umeona? Lakini ukienda naye kama rafiki, mtoto anabadilika na anakaa vizuri. Kwa hiyo ambacho tunafanyaga hapa ili kutokupoteza hawa watu, unashirikiana naye mzazi. Bwana mimi mzazi wako nataka ucheze mpira, si ndio? Na nataka pia na usome. Lakini kigezo changu kikubwa, hata watoto wangu nawaambia kila siku, mkataba wetu mkubwa mimi na wewe au wewe na mzazi wako ni shule, elimu. Hicho ndo cha kwanza. Hichi kingine tunafanya saizi ni extra. Ukishamaliza ukiwa na maisha yako kwamba unaweza ukatafuta pesa ya kwako kufanya nini, unaweza kujiamulia sasa mpira ndio iwe kazi yangu kuu, si ndio? Sasa wakati unaenda kucheza mpira na mzazi kakuruhusu, maana yake inatakiwa kwanza wewe ujishushe kwa mzazi. Mzazi, mimi nataka wewe usome, lakini si unataka kucheza mpira, hiyo ni yako. Mimi yangu nataka usome. Sasa ili nikuruhusu na nikusupport vizuri kwenye michezo, nataka darasani ufanye 1, 2, 3. Ukifanya hivi, mimi nitafanyaje? Nitakuruhusu. Sasa ningeongezea kabisa hili kama ina muda unaruhusu. Kwa nini watu wengi wanatafsiri michezo inarudisha watu nyuma kitaaluma? Kinachorudisha nyuma wengi kitaaluma ni hiyo addition ya michezo imewekwa kwenye group, lakini hawana uwezo wa kuchambua ni michezo ya design gani. Serikali imeweka ridhaa kwamba watoto washiriki michezo na iliorozeshwa, lakini kuna michezo ambayo ikitangazwa naambiwa asishiriki mtu chini ya umri wa miaka. Sasa watoto wengi wameanza kujiingiza huko. Sasa kitu ambacho kinapoteza wengi hata kwenye taaluma vikeka sasa. Sasa kuna issue ya kwanza hii PlayStation. Wanacheza PlayStation. Ukienda wakati wa shule unakuta kuna sehemu nyingi unakuta wamejazana wanafunzi wako mle ndani. Umeona? Kwa sasa hii inakuwa ni issue ya kinachoathiri ni makundi. Kwa sababu ukikutana kuna kikundi cha marafiki, ujue kuna kitu huwa wanapenda kufanya, hawa ndio maana wameungana. Kwa sababu hawezi kuungana kama chemistry zao haziendani. Umeona? Kwa hiyo kuna kitu kinawaunganisha. Kitu cha kwanza inakuwa ni PS. Kitu cha pili kubeti. Kuna watoto ni wataalamu sana wa kubeti mpaka mwalimu shuleni anayebeti anajua mwanafunzi fulani huwa anabeti vizuri mpaka ule mkeka wake anampatia mwanangu ni beti. Ninakwambia hizo kwa sababu nakutana nazo. Mimi nipo kwenye kamati ya afya halmashauri Ubungo. Ninafanyaga hizi maswala muda mrefu sana. Kwa hiyo huwa naenda huko shuleni na wanakusimulia, ni bwana mdogo, ukitaka mechi yoyote ujue inashinda au si, muulize huyu bwana mdogo. Sasa hii nayo ipo kwenye hilo group ambalo tunaita sisi michezo. Umeona? Kitu kingine, movie. Wanafunzi wanaaga wanaenda shuleni lakini wanaenda kodi zao si kiflash, wanaenda wanaangalia movie sehemu, kwa sababu wanajua saizi mzazi hayupo kazini, kwa hiyo kurudi mpaka mida fulani tunaangalia zetu movie tunarudi. Na wanatokezeaga mida ya chakula au mida ya mapumziko mashuleni, anazuga ili aonekane kama nipo, alafu baada ya hapo hayupo. Kitu kingine, makundi ya bangi na kutoka out. Watoto saizi kuna hivi vikundi tena wametengeneza na magrupu ya WhatsApp. Bwana, kesho tutaenda tule kisinia sehemu fulani. Umeona? Sasa hii yote wanayafanya kwa nini? Na wazazi hawafuatili, kwa sababu wazazi wanajua hawa watoto wapo kwenye kikundi cha michezo. Lakini hawa watoto wanakutana wapi? Ni huko kwenye michezo, si ndio? Lakini wanapokutana kila mtu anakuwa na akili yake tofauti. Na michezo yake. Kwa hiyo sasa yule anamconvince mwenzake, bwana twende tukacheze PS. Vijana wengi wanaiba pesa, unakuta mpaka shilingi 5,000, alafu wameshinda njaa, hajala chochote. Hiyo 5,000 ameenda kulipia PS. Yaani na ndio hiyo vita kubwa ambayo ipo mpaka nilikuwa najaribu kuwasiliana na meya wa Ubungo ili tuzungumze na mkurugenzi kama inawezekana hizi PS zipigwe marufuku kwa watoto wa shule kile kipindi cha vile vipindi kwenye vipindi vya shule, kwamba muda huu ni muda wa masomo. Hataki kuonekana mwanafunzi yoyote akiwa na uniform kwenye eneo la PlayStation, au ni mwanafunzi hata kama alisema anaumwa, sawa, ana uniform ya nyumbani, lakini ni muda wa shule yupo kwenye PlayStation. Lakini na baada ya hapo kuanzia saa 12 mtoto hataki kuwepo. Lakini hawa watu wenye PlayStation wanawaficha biashara. Kuna mtoto anakuwepo mpaka saa ngapi? Saa 6. Kuna mtoto anaenda kumtoa siku moja sehemu moja saa 6 usiku. Lakini mpaka sasa hivi ninapokuambia huyu mtoto hajawahi kanyaga kwenye PlayStation. Wao wachezaji wenzake ndo walinzi wake. Kwa hiyo huyu mtoto akiwa nje ya hii nyumbani muda huo
wenzake wanakuja na kwambia bwana, huyu mtoto nyumbani hayupo na mzazi wake na taarifa za bwana hayu. Kesho akija mimi kwangu nambana. Na nikikusimamisha kwangu hutacheza academy yoyote. Wananifahamu vizuri. Yaani wewe utabaki tu upo nyumbani. Lakini changamoto ya haya yote ni kwa nini anakuwepo? Si kama kuna usimamizi mbaya wa wao watoto, kwamba mtu anayemsimamia, kwa sababu mimi nikisimama na mtoto akiwa kwangu, mimi ni mzazi wake na nitakiwa niwe mwalimu mzuri kwake. Kwa sababu kama mimi nakuwa mzazi, yani ni sawa tuchukue na mtu mlevi. Baba anakunywa sana pombe. Siku nyumbani kimekosekana chakula, lakini yeye pombe anayo. Hawezi kusema wanangu leo hela nimekosa ya chakula, basi mtunywe hii pombe. Akikukuta mtoto umekunywa na anakutandika. Kwa nini anakupiga na wakati anakunywa? Kwa sababu anajua hichi kitu. Sasa huyo ni mzazi mzuri, si ndio? Na mzazi mzuri pia hawezi fanya hicho kitu mbele ya mtoto kwa sababu anajua anamuathiri. Sasa kwa nini nasema usimamizi mbaya? Kwa wazazi, mzazi wewe unatakiwa unachokifanya, unatakiwa uwe una uwezo wa kujua mizunguko yote ya mtoto wako mpaka ule muda wa kwenda kulala. Kwamba najua saa 1 asubuhi mpaka saa 8 mchana mtoto anatoka shule. Akitoka shule anaenda anafanya 1 2 3 sehemu fulani na anakuwa na mtu fulani. Akitoka hapa anakuwa hivi. Hata yule rafiki anayeongezeka kwenye maisha yake, mzazi nitakiwa wewe unajua kwamba mwanangu amepata rafiki mpya. Tabia yake kibadilika, unajua pengine huyu ni rafiki mpya ambao umempata, lakini akishapata huyo rafiki wewe mzazi nitakiwa ujue kwamba huyu rafiki aliyompata ni rafiki wa namna gani. Pengine upate hata namba za wazazi wake, kwa sababu kesho kama ni marafiki anaweza kupata mtoto tatizo akiwa na mtoto wako na mtoto wako hana namba ya huyu mzazi ila namba yako. Akikwambia wewe, maana yake wewe unaweza kumpigia mzazi wa yule mwingine, si ndio? Tayari mnakuwa family friends, si ndio? Sasa ukishajua huyu mtoto na tabia zake hizi ni rafiki wa mtoto wako, kama ni nzuri maana utamruhusu. Hata akibadilika unajua amebadilika, anasoma sana kwa sababu ana rafiki mzuri. Tabia mbaya utajua amebadilika kwa sababu rafiki yake ale naye ana tabia mbaya. Lakini shida wazazi hawana hiyo kitu, na shida kwamba familia nyingi sio stable families. Yaani ni familia ambazo kwa hiyo mzazi anakuanza kunifuatilia mimi mtoto wangu na nini, haichukui muda. Na ndio maana mimi kwa watoto wangu nimeamua nilichukua ile jukumu mimi mwenyewe. Umeona? Sasa kitu kingine ni kwamba wazazi na walimu hatujaungana yaani hatujashikamana ili kuweza kupambania vision ya huyu mtoto. Kwa sababu kama mtoto amekuja kwangu, vision hii ya huyu mtoto haipo mikononi mwa yule mzazi tu. Maana yake amekuja kwangu, Mungu kamleta kwangu kwa sababu ili vision yake itimie lazima apite. Lakini kama nikiplay part ndogo kwenye vision ya yule mtoto, maana yake vision yake haitakamilika. Ndio hapo tunaanza kumpoteza. Kwa hiyo lazima tuungane, tuweze kujua huyu mtoto tunamsaidiaje na nini. Sasa wengi hatutengenezi huku kujua mzunguko wa huyu mtoto. Yeah. Asante sana Pions kwa kueleza hilo, kwa sababu tena kama wazazi wa kisasa au tunaoita wazazi wa kisasa hawa ambao kwanza mara nyingi shule ni sehemu ya kwenda kumtupa mtoto, yani kwamba yani kumweka, yani kwamba bwana katika muda ambao mimi yupo shule. Na hata tukifunga siku hizi, zamani kwa tukifunga shule wazazi wanafurahi. Sasa hivi ukifunga shule mzazi anasema kwani wanafungua lini hawa? Arudi huko tumpeleke. Lakini nashukuru sana kwa haya uliyoyasema pia kwamba tukisema michezo inampoteza mtu, hatuainishi michezo gani. Hatuainishi ni michezo gani. Michezo ambayo inaweza kuwa mfaidisha, kumbe yeye hachezi hiyo michezo. Kumbe kuna michezo wameiongeza wao wenyewe, ile ndio inayoharibu. Sawa. Mtazamaji, tunazungumza michezo, elimu na michezo, na tuko na wataalamu hapa wametueleza vizuri. Tuko naye kocha Selemani Mhina pamoja na Pions Kieyeo. Tulikuwa tumehoji hapa kwenye mtandao wa Facebook mawazo yenu, na kupitia arafa zenu mmeeleza hapa umuhimu wa michezo kwenye elimu. Kwa mfano Shirima anasema mtoto asipocheza ni mgonjwa, ni muhimu kwa ufaulu. Haya, David Sechenga mwanaharakati mzalendo toka Wagumu Tunadumu Mweza Tanga anasema michezo mashuleni ina umuhimu mkubwa sana katika ufaulu, kwani michezo ni chachu na huichangamsha akili na kuiamsha. Majimoto Malole wa Kibara Bunda anasema michezo mashuleni ni muhimu sana, ikiwa ni pamoja na kujenga umoja na mshikamano kwa wanafunzi, kuandaa wanafunzi kifikra na kimwili, yani kiafya, lakini pia
inasaidia kuibua vipaji vyao. Nimependa sana alivyozungumza kuhusu muunganiko. Unajua watu wasiocheza ndio wanaojitenga yani mara nyingi, lakini mtu anacheza. Michezo yetu mingi ya Kitanzania ni ya timu. Kwa hiyo ukicheza lazima uwe part ya timu. Na timu ikiwa haina tabia fulani, na wewe utaacha hata kama ulikuwa nayo, si ndivyo? Lakini pia Ansiga Mbunda wa Temeke, Dar es Salaam, anasema michezo ina umuhimu mkubwa kwa ukuaji wa akili ya mtoto. Sambamba na hilo, michezo inaweza kutumika katika kufundishia na kuwawezesha wanafunzi kuelewa zaidi. Jambo zuri sana hili. Sisi tunafanyaga kitu kinaitwa team building. Kwa kupitia michezo unafundisha hata taasisi zinakuwa zina uwezo wa kufanya kazi pamoja kama timu kupitia michezo. Tumalize na Makoba Charles, anatoka Sanzale, Bagamoyo, Pwani. Anasema michezo ni moja wapo ya namna ya kujua tarajio la mtoto, kwa nini atafanya katika ndoto za maono yake, kwa kugundua ubunifu wa kile anachokipenda na kumsaidia kwa soko la ajira. Kwa mfano, mimi wakati wa michezo ya utotoni nilipenda rede na kuwachangia kote. Kanifanya niwe pamoja na kupata pesa kwa mishemishe kuendelea. Ndio ilikuwa zake. Kwa hiyo sema bwana, kupitia michezo bwana unakuwa mbunifu. Unakuwa mbunifu. Mtu alikuwa kocha ndio anayekuja kuwa meneja mzuri. Unajua? Sure. Nawe pia mtazamaji unaweza kutupigia simu kupitia 0767444701 0767444701. Tuambie maoni yako, elimu na michezo. Tutaenda kwenye tufanyeje ili kuweza kufanya hivi vitu viungane. Tumeshavianza kama hapo umesema kuwe na muunganiko. Unajua wewe unacheza kofia zote mbili, ndio maana mtu ambaye mtoto wake yuko kwako anafaidika. Lakini kuna wale ambao sasa kama hivyo kwamba huku anamjua tu mwalimu wa huku na huku anamjua tu kocha wa huku. Kwa hiyo wale inabidi waungane wale ili kutengeneza kitu kimoja. Lakini nitakueleza kitu kimoja kuhusu